Ndio maana vijana kama yule aliyevaa tai kumwambia oa mwanangu, anafikiria. Watoto wa kiume wanafikiria kuoa, sio kwa sababu watu ni wabovu, ni watu wenye maagizo, ni watu wenye mamlaka. Na Biblia inazungumza kwamba siku za mwisho, siku za hatari, wanawake 7 watakusanyika wakimlalamikia mwanamume mmoja awe wa kwao. Hakuna inayosema kwamba eti wanaume watakuwa 7 wakitafuta mwanamke mmoja awe wao. Kuwa mke wa mtu sio jambo jepesi kama kuwa mume wa mtu. Mruhusu mwanamume aendeleze kuwa mwanamume. Ukitaka uishi vizuri na mwanamume, mruhusu aendeleze kuwa mura. Ni jambo dogo tu, Protas. Yani aruhusu uendeleze kuwa mwanamume kama alivyokugundua day 1. Akasema mpenzi, kwa kweli wewe ni mwanamume kati ya wanaume wote. Ulisema uongo huo. Maana kuna wanaume ambao huwa wanazuiliwa wasio wanaume tena. Wakati anakuoa ulikuwa unatafuta mwanamume na akakubali awe mwanamume. Alafu baada ya kuolewa sasa unamzuia asiwe mwanamume. Mruhusu mwanamume aendelee kuwa mwanamume ukitaka amani. Unatesa nyenzo ya ndoa. Tools of marriage. Tools zote ziko kwenye mwili wa mwanamume. Akili yake ni nyenzo, nguvu zake ni nyenzo. Na ndio maana huwa anakufa mapema, kwa sababu anafanya kazi ya nyenzo. Nenda ukanitunzie mume wako. Nenda ukanitunzie Paulo. Nenda ukamkumbatie, simama naye. Huyo ndiye amebeba tools zako za maisha, tools za masomo ya watoto kwenye mikono ya wanaume.